Sana namshukuru Mungu kwa wakati huu kwa kutupa muda na mzuri. Sema na wewe maneno machache usiku wa leo. Nina kia kusema ya kwamba inawezekana yupo mtu ambaye aamini ya kwamba Mungu hayupo, lakini mimi niko hapa kukuaminisha kwamba Mungu yupo na anafanya kazi. Kwa nini nasema hivi? Sasa mimi ni mtu ambaye nafanya kazi hospitali, ninajua maisha mtu anapozaliwa mpaka pale anapokuwa anakufa, lakini kitu ambacho nimekuja kuexperience uzi ambao uko katikati ya uzima na kifo ni uzi mwembamba sana. Yaani inawezekana ukaongea na mtu jioni, asubuhi ukapewa taarifa kwamba ameshakufa. Nini ninachotaka kumaanisha? Inawezekana ukafa leo au kesho. Je, umetengeneza njia zako? Umetengeneza na muumba wako, Mungu aliyekuumba? Je, huko unakokwenda unakwenda wapi? Lazima tufanye preparation ya kule ambako tunakwenda. Ni sawa na kusema kwamba umeitwa kwenye interview, lazima upitie swali ambayo yanaulizwa kwenye interview. Na safari ya kwenda kwa Mungu ni lazima tujue Mungu anataka nini. Kwa maana kwenye ile Zaburi 125 mstari wa kwanza Biblia inasema mwenyewe Bwana ni kama mlima Sayuni, wakauzunguka milele. Kama Bwana anavyozunguka Yerusalemu, ndivyo anavyozunguka wamchao. Ni lazima tufanye preparation. Sisi duniani hapa ni wapitaji, leo na kesho, leo na kesho. Mwanadamu ni maua, leo amechanua, kesho kanyauka na hayupo. Ni lazima utengeneze mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Haijalishi uko wapi, unasali wapi, ni dhehebu gani, lakini hakikisha umetengeneza maisha yako wewe na Mungu katika kumjua, maana yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kwa yeye Yesu Kristo. Ndiyo njia ya kweli na uzima. Tunadanganyana, mimi nikifa watu watalia. Wewe achana na watu kulia. Unaenda wapi? Unakoenda ni wapi? Unaenda wapi? Achana na kwamba watu unawaachaje. Wewe unaenda wapi? Unaenda wapi mzee? Unaenda wapi ndugu yangu? Lazima ujiulize. Kwa hiyo unachokifanya, inawezekana uko kwenye kampeni aidha ya Mungu au ya shetani. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe uangalie njia zako, utengeneze njia zako. Yaani lazima ukubali kutengeneza njia zako, lazima ukubali kutengeneza njia zako. Usipokubali, inafika siku ya siku yana na kukaribisha huku wengine fedha bwana, huku wengine dhahabu hizo. Karibu bwana, tuungue moto wote. Utafanya hivi vitu ambavyo vitamfanya tuonyeshe kwamba Mungu yupo kwenye kampeni. Tusifanye vitu ambavyo vitamfanya shetani aonekane yuko kwenye kampeni katikati ya maisha yetu. Kwa mimi langu ni hilo tu kwa leo. Na Mungu akubariki sana. Ubarikiwe mno. Na kitu ambacho huwa ninapendaka kusema, dunia ya sasa hivi imekosa wale watu ambao wana uwezo wa kukuambia ukweli bila kukuficha. Mtu anaona huyu anavuta bangi, acha avute bangi bwana, atajua mwenyewe na maisha yake. Lakini kumpata mtu ambaye anakuambia usifanye hichi, geuka, acha, muamini Mungu, ni wachache. Wamebaki wachache sana. Na ndio ile Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Watu watajipenda wenyewe. Lakini mimi niko hapa kukwambia kwamba
my sister, my brother, mama yangu, baba yangu, angalia njia zako kama zinampendeza Mungu. Na kama hazimpendezi Mungu, usiogope kwanza kurasa mpya. Usiogope. Mungu ni Mungu mwenye wivu, hapendezwi na mwenye dhambi. Mwenye dhambi akifia katika dhambi, ila ni furaha mtu mmoja akitubu. Mbingu zinafanya sherehe, malaika wanashangilia kwa mtu mmoja kuacha dhambi zake alizokuwa anazifanya. Mungu akusaidie sana kuanza upya. Usiogope kuanza upya. Utakufa na ndugu yako, utakufa na baba yako, utakufa na mama yako. Kila mtu anakufa peke yake, na hautaubeba mzigo wa baba yako wala mama yako au ndugu yako au kaka yako. Utaubeba mzigo wako peke yako. Hautabeba mzigo wa mtu. Utabeba mzigo wa mtu. Utabeba mzigo wa mtu. Never. Huwezi kubeba dhambi za mtu. Utabeba dhambi zako. Utahukumiwa wewe peke yako. Kila ulichokuwa unafanya, kila ulichokuwa unakitenda, utahukumiwa. Mungu awabariki sana.